leo tunataka kumwambia Bwana asante. Na nafikiri Mungu amenipa ujumbe wa asante kukuza imani ya huyu. Maana hatukai mji mmoja na wala mimi sikujua kama anakuja, nimeambiwa na mzee wa kanisa. Lakini tangu jana kila ninapopata ujumbe Roho Mtakatifu anipi wepesi kuileta. Maeneo kama 3-4. Lakini neno la shukrani nimepewa leo asubuhi. Na ikapata nafasi na wepesi kwenye roho yangu. Na ndio hiyo ninayokuletea sasa kwa ufupi, na baadaye tunaenda kumshukuru Mungu. Najua shukrani imebeba vitu vingi ndani. Lakini kabla sijasoma maandiko unifahamu. Inawezekana wewe ni mgeni, unijui. Mimi kwa jina naitwa Mchungaji Margaret. Mungu ameniokoa roho yangu na namtumikia kwa moyo wa kumpenda. Na ninakupenda pia. Kwa hiyo vizuri unifahamu, alafu twende kwenye maandiko. Nitasoma maeneo mawili. Tutaanza na Zaburi 136. Fungua na mimi Zaburi 136. Msomaji jiandae, twende, nimeshaombewa. Zaburi 136. Tutasoma mstari wa kwanza mpaka wa 4. Zaburi 136 mstari wa kwanza nasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana wa mabwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mstari wa 4, yeye pekee yake afanya maajabu makuu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Asante sana msomaji. Shukuruni Bwana. Unajua hapo ulipo huwezi kukosa cha kumwambia Mungu asante. Na kama umekosa vitu vyote, mwambie asante basi kwa ajili ya uhai. Amina. Uwepo kwako leo, amekuachia pumzi na hujachangia kitu chochote. Amina. Yatosha hapo kumwambia asante. Amina. Mwandishi anasema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake amekufadhili toka uzaliwe. Umepitia mambo mengi ambayo mengine yangekuua, lakini una uhai. Ni yeye amefanya. Lakini anafanya kwa ajili ya fadhili zake, sio kwamba mimi na wewe tuna haki yoyote. Kwa hiyo leo tunakumbushana hapa kwenye kumshukuru Bwana. Hebu soma, twende msomaji mpaka mstari wetu huo wa 4, alafu tutahamia sura nyingine. Zaburi 136. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Yaani atumshukuru kwa chochote tulicho nacho sisi. Tunamshukuru kwa kuwa ni mwema. Amina. Na kweli watu wa Mungu ni mwema. Mwema sana. Yesu Kristo anasema yeye ni mwema hata kwa wale wasiomshukuru. Waganga wanaroga watu, wanakatisha maisha ya watu, wakishirikiana na wachawi. Lakini wakati wa kupanda nao wananyeshewa nini? Mvua. Amina. Haleluya. Mungu ni mwema jamani. Amina. Ni mwema sana. Hebu mkutano wa Bwana tuseme kwa pamoja, Mungu ni mwema sana. Mungu ni mwema sana. Hakika. Maana tusiposema sisi nani aseme? Tutasema sisi. Wana ulimwengu wana miungu yao. Wana miungu yao, wanajua miungu wanaoitolea sadaka, mpaka sadaka za watu. Lakini Mungu wetu yeye ni mwema. Na wakusema wema wake ni sisi, watoto wake, ambaye kwa kupenda kwake akatuzaa kwa neno lake. Katika wema wake ametuzaa. Tena kwa kupenda kwake mwenyewe. Hebu soma hilo neno watakatifu waisikie.
Yakobo 1:18 kama sitokosea. Yakobo 1:18. Kama sitokuwa nimepotea, hapo tena nikipotea tunaachia hapo. Sema hapa, mdogo wangu wa pili alipozaliwa, mimi ni mtoto wa mlevi, nimeshakawaambia. Baba yangu alikuwa mlevi sana. Mpenda watu lakini mpiga maji sawa tu. Sasa mama yangu alijifungua tu hapa mdogo wangu wa pili. Sasa mama alijifungua sijui kama saa ngapi. Na baba yangu na sharti aliyoweka yule mganga, mtoto yoyote atakayezaliwa na mama yangu asibebwe kabla yule mganga ajaja. Maana akibebwa ajaja au akanyonyeshwa yule mganga ajaja, hatakufa kama wale walionitangulia. Baba yangu yuko kwenye pombe zake, mama amejifungua mtoto wake, hawezi kumtoa chini. Baba ametoka kwenye ulevi wake, amekuja usiku kwa mganga, ni mbali sana. Watu wa Mungu, alfajiri na mapema baba aliamka kwenda kumleta yule mganga. Na ni kwa leo sasa, maana nimekuwa ni kama walikuja kufika nyumbani kwenye saa 10. Yule mtoto bado yuko hapa, hawezi kutolewa chini hapa na hawezi kunyonyeshwa. Sasa ninataka kusema yule mtoto alikufa na mwingine akafa. Yaani nyuma yangu wamekufa hao. Baadaye na yule mganga akafanyaje? Sasa yako wapi? Sisi ndiye tuna Mungu mwenye uwezo wote. Mimi aliniacha kwa makusudi yake. Sio kwamba yule mganga alifanya kitu angewaokoa hao waliokuwa nyuma yangu. Mama yangu akaona uokoa huyu mganga na hatimaye na yeye akawafuata wale watoto wa mama yangu. Lakini Mungu anabaki kuwa Mungu. Ndio maana hapa msomaji anatuambia yeye ni Mungu wa lakini kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndugu yangu, kama uko hapa ambaye bado tumaini lako ni kwa mganga, unapoteza muda. Nenda kwa mganga mkuu Yesu ambaye anaweza yote, ana mamlaka yote, na hatimaye ana uzima. Utaliwa hela bure na hamna chochote. Mganga wa mlango baba yangu akala vingi kwetu, lakini ndugu zangu wanaendelea kufa na waokoi. Hatimaye nikasikia wanasema na yeye naye kafanyaje? Kafa. Soma twende. Mstari wa 3. Shukuruni Bwana wa mabwana. Shukuruni